Praise the living God. Nataka tuangalie kuhusu dalili ambazo zinaonyesha mtu huyu ameanguka kiroho ama amekufa kiroho. Tutaziangalia kwa haraka ili tukimbizana muda na Mungu atapata kutusaidia. Na ukikuta hizi dalili ninazungumza kuhusu wewe, ni wakati wako na muda wako wa kumrudia Bwana Yesu tena. Maana itakuwa aibu uwe kanisani na Yesu atakaporudi umbaki tena duniani. Itakuwa aibu. Itakuwa vibaya sana kuabudu na roho nyingine ambayo si ya Mungu, ambayo si ya Mungu, ambayo itaweza kukukosesha ufalme wa Mungu. Amen. Amen. Dalili zinazoonyesha anguko la kiroho ama kifo cha kiroho. Kumbe watu wanaweza kufa kiroho na wakambaki kwenye ibada. Kumbe watu wanaweza kufa kiroho na wakambaki kwenye uwepo wa Mungu. Kumbe watu wanaweza kufa kiroho na wakambaki wakiabudu. Kumbe watu wanaweza kufa kiroho na wakambaki mbele za Bwana. Praise the living God. Nataka tukaangalie hizi dalili. Dalili ya kwanza ni kukosa imani na furaha ya kimungu kwa ghafla pasipo kujua. Amen. Dalili ya kwanza ni kukosa imani na furaha ya kiungu kwa ghafla pasipo kujua. Hii ina maana mafuta yanaweza ondoka na ukose kujua. Uwepo wa Mungu unaweza ukakuachilia na ukose kujua. Amen. That's why Samsoni mafuta yalienda. Amen. Yalienda na akakosa kujua kama mafuta imeenda. Lakini wakati aliambiwa amuka, maadui ndo hao wanakuja, aliinuka akaenda kushika gate. Vile alikuwa anang'oa gate kwa sababu alikuwa na nguvu, akashika gate ikakataa kung'oka. Akauliza, kwani mbona kitambo nilikuwa ninashika gate inang'oka, nilikuwa napinga watu wanapingika, lakini mbona sasa haitendeki? Kumbe mafuta imeenda, uwepo wa Bwana umeenda, na akakosa kujua kwamba mafuta imeenda. Praise the living God. Kuna watu wengi mafuta yao imeenda. Amen. Uwepo wao umeenda na wakambaki ndani yao ni empty. Wakambaki wako empty. Wanatukuza Bwana kwa midomo yao, lakini roho zao ziko mbali na Yehova aliyeziumba mbingu na nchi. Amen. Kwa hivyo dalili ya kwanza, kukosa imani. Wakati unaona unakosa imani, unakosa furaha ya kiungu kwa ghafla pasipo kujua na pasipo kuelewa. Amen. Na utelewaji, uwepo wa Mungu umeondoka kwako. Ni yale mambo ya Mungu ulikuwa unafanya, lakini kwa sasa huyafanyi. Hiyo ndio itakuonyesha umeanguka, ama umepoteza imani na Mungu, ama umepoteza furaha na Mungu. Maana mtu anayejali Mungu ako na furaha na yeye, ako na imani kwake ya kwamba atafanya. Lakini wakati unaona ya kwamba haufanyi kile ulikuwa unafanya mwanzo, moto ule wa kwanza, moto wa kumpenda Yesu milele sitauacha. Moto ule wa kwanza, moto wa kumpenda Yesu milele sitauacha. Moto ule moto wa kumpenda Yesu milele sitauacha. Lakini kuna watu hakika walikuwa na moto wa kuabudu, walikuwa na moto wa kufunga na kuomba, walikuwa na moto wa ndio ninaita anguko.
haunjui kama umeanguka, rudia ule moto wa kwanza. Rudia ule moto wa kwanza. Salimia jirani, mwambie rudia moto wa kwanza. Ule moto wa kumpenda Yesu ulienda wapi? Yezebeli ameingia ndani yako. Yezebeli ameanza kufanya kazi. Kama ulikuwa na huo moto, ulikuwa unarauka kanisani, ulikuwa unahudhuria ibada, ulikuwa unahudhuria maombi, lakini saa hii ni wewe wa kwanza kulala. Yezebeli ameanza kufanya kazi. Ameleta roho ya anguko. Ameleta anguko kwako. Ameleta anguko kwako. Ni wakati wa kutambua na kuinuka tena. Na kuinuka tena. Uregeshe moto wa kwanza. Moto wa kwanza. Ile uimbaji ya kwaya ulikuwa unaimba, saa hiyo haimbi. Unaangalia wengine. Moto umepoa. Moto umeondoka. Moto umekuachilia. Moto umekuachilia. Mafuta yamekuachilia. Rudia moto wa kwanza. Rudia ibada ya kwanza. Rudia ibada ya kwanza. Maana unatembea katika anguko. Katika anguko. Kuna watu wakikwambia umeanguka, unawaambia niko sawa. Inakwambia hiyo roho ya Yezebeli inakwambia uko comfortable. Uko sawa. Uko sawa. Lakini watu wakikuangalia wanaona uko sawa. Yezebeli anafanya kazi. Watu wakikuangalia wanaona kuna kitu umekosa. Yezebeli mjanja. Alifanya Ahabu aabudu miungu. Ilifanya Ahabu aabudu miungu. Akatae Yawe, Mungu wa Israeli. Akaanza kuabudu maashera na Baali. Chungana na Yezebeli. Chunga Yezebeli. Chunga Yezebeli. Chunga Yezebeli. Nilikuambia Sunday iliyopita, anakuja kwako kwa ujanja, lakini kuna kile anatafuta. Kuna kile anatafuta. Kuna kile anatafuta. Anataka kuondoa ule moto wa kwanza. Anataka kuondoa ile ibada ya kwanza. Uwe na ufahamu wa kiroho. Yezebeli anafanya kazi makanisani. Jambo la kwanza, dalili ya anguko la kiroho ama kifo cha kiroho. Anguko la kwanza, kukosa imani na furaha ya Mungu na furaha ya kimungu kwa ghafla pasipo kujua. Na hii roho ilimfahamia Daudi. Zaburi 51:12. Zaburi 51:12. 12. Somea kwa haraka please. Tunaenda kwa haraka nataka speed. 12. Zaburi 51:12. 12. Unirudishie furaha ya wokovu. Unirudishie. Huyo ni Daudi anaongea. Alikuta achanguka. Ametoka kwenye uwepo wa Bwana. Na alipojua ametoka kwenye uwepo wa Bwana, akamwambia Mungu, na unirudishie furaha ya wokovu wangu. Nirejeshe furaha ya wokovu wangu. Kama umeanguka kiroho, leo rejeshewa. Kubali urejeshewe furaha ya wokovu wako. Rudia tena peke yake. Zaburi 51:12. Soma. Unirudishie furaha ya wokovu wangu. Unirejeshe furaha ya wokovu wangu. Amen. Amen. Kama umeacha ibada na umeanguka kiroho, ni wakati tena wa kurejeshewa amani na furaha ya wokovu wako. Daudi alipoona ya kwamba amelemewa, hii roho imemkamata, alirudi kwa Mungu tena, akamwambia Mungu, na unirejeshe furaha ya wokovu wangu.
furaha ya wokovu wangu. Tunapaswa wokovu wetu uzaliwe katika mazingira ya furaha. Namba 2, kwa haraka. Dalili nyingine inaonyesha anguko la kiroho. Dalili ya pili, kuondokewa na hofu ya Mungu. Kuondokewa na hofu ya Mungu na kuanza kufanya kazi kwa mazoea. Kuondokewa na hofu ya Mungu. Ukiona hofu ya Mungu imeondoka kwako, kumwogopa Mungu kumeondoka kwako, hiyo ni dalili umeanguka kiroho ama umekufa kiroho. Unafanya dhambi, lakini ikifika Jumapili uko kwenye eneo la Bwana, unamwambia Bwana unaweza. Yani unafanya unduma kwa mazoea. Na ukifanya unduma kwa mazoea, hapo ndipo kunatokana na kazi ya Mungu. Laana ya Mungu inatokea pale. Maana hauna hofu tena. Unaweza